Karibu kwenye habari yetu ya siku ya leo, na hizi ni habari ambazo tunakuletea magharibi ya siku ya leo. Tutakuwa huko Minembwe ambako imeweza kuripotiwa kuwa mapigano na bomu ziliweza kusambua na kuharibu nyumba za wakaaji ndani ya Minembwe Centre. Na pia tutakuwa huko Komoro ambako watu 18 waliweza kufariki dunia kutokana na kuweza kuzama kwa boti ambayo walikuwa wakitumia, na 16 kati yao ni Wakongomani, wawili wakiwa ni Warundi na wengine waliweza kuokolewa. Na tutakuwa ndani ya mji mkuu wa Kinshasa ambako wakaaji wa mji huo katika mtaa wa Kimpe waliweza kusema kuwa hawataki morgue iweze kujengwa katika eneo lao, kwa kusema kuwa morgue ni infrastructure ambayo haipaswi kukaa karibu na infrastructure zingine, kwa kuwa inaweza kusababisha usalama uwe mdogo katika eneo hilo, kwa kuwa inaweza kupana mpaka pamoja na masule na sehemu zingine mbalimbali za umma. Hivyo mpenzi mtazamaji, endelea kuwa nasi ili kupata habari zaidi. Acha basi tuanzie huko Minembwe ambako kuliweza kuripotiwa usiku wa kuamkia siku ya leo kuwa mapigano makali yaliweza kusikika, na hivyo FARDC iliweza kutumia drone ili kuweza kushambulia vikosi ambavyo vilikuwa vikipatikana ngambo ya huko Minembwe, na hiyo iliweza kusababisha uharibifu mkubwa wa manyumba, na wakaaji wengi walilazimika kukimbia nyumba zao kutokana na uharibifu huo. Inasemekana kuwa waliweza kufanya shambulio hilo na nyumba nyingi ziliweza kubomoka. Kama tu gisi tunavyojua, eneo hilo la Minembwe linalopatikana katika milima ya Fizi linaendelea kukumbwa na mapigano makali kutokana na uasi ambao unaendeshwa na wakaaji pamoja na vijana wa Red Tabara pamoja na Twirwaneho, na hiyo inaweza kuwasababishia wakaaji wasio na hatia matatizo makali. Mpenzi mtazamaji, hizo zilikuwa ni habari kutoka hapo Minembwe. Hata basi tuhamie upande wa pili ndani ya Komoro ambako imeweza kuripotiwa kuwa watu 18 waliweza kupoteza maisha katika boti ambalo lilikuwa likisafiri ndani ya mto, na hivyo waliweza kupoteza maisha 18 wakiwa ni Wakongomani kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na 2 wakiwa ni Warundi kutoka ndani ya Burundi, na watu 30 ambao waliweza kuokolewa wakiwa hai, na wengine 12 waliweza kupotea na hivyo bado hawajaonekana. Mpenzi mtazamaji, wengine waliweza kupelekwa kwenye hospitali ili kuweza kupewa matibabu. Tukiwa ndani ya mji mkuu wa Kinshasa pia ambako watu wa mtaa wa Kimpe waliweza kukataa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kulijenga morgue katika eneo lao, kwa kuweza kutosha sababu ya kuwa eneo hilo halipaswi kujengwa eko morgue, kwa kuwa ni eneo ambalo linapatikana eko shule, soko na uwanja wa michezo. Hiyo ilikuwa ni sababu yao kuu, na pia walisema kuwa kwa kuwa eneo hilo linapatikana eko shule, hiyo inaweza kuharibu akili za watoto na inaweza kuharibisha saikolojia yao, kwa kuwa mavae ya mamaiti itakuwa inafanyika, na hivyo kazi ya soko na michezo inaweza kuzuiwa wakati watu wa hapa na hapa wanaweza kuja kuchukua watu hao ambao walikuwa wanahifadhiwa ndani ya morgue hizo. Na pia waliweza kusema kuwa usalama unaweza kuwa mdogo katika mtaa huo wa Kimpe, kwa kuwa uwekezaji na utoaji wa maiti unaweza kufanyika saa yoyote na wakati wowote watu watakuja na kwenda, na hiyo inaweza kusababisha usalama uwe mdogo sana katika kijiji au katika mtaa huo. Hiyo ilikuwa ni sababu kubwa yao kuweza kukataa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isiweze kujenga eneo hilo eko hiyo morgue. Tukienda pia ndani ya Side Ubangi ambako kuliweza kuripotiwa kuwa MSF iliweza kufanyia chanjo watoto wote kuanzia miezi 6 hadi miaka 9, na hiyo iliweza kuripotiwa kuwa zaidi ya watoto 45,000 waliweza kupata chanjo hiyo ili kuweza kuwaepusha na magonjwa ya suluha.
Hiyo ilikuwa ni habari kutoka ndani ya Ubangi, na watoto wengi sana waliweza kupewa chanjo, na wengine walitoka katika nchi jirani, na wengine katika mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wengine ambao walikuwa ni wakimbizi kutoka katika Republique Centrafricaine waliweza kupewa chanjo hizo. Ili uendelee kupata habari kama hizi ambazo zina uhakika ndani yake, endelea kutufuata kwenye mtandao wetu huu, na usisahau kutuambia unatufuatilia ukiwa wapi, na kushare ili wengine wapate habari zetu hizi kwa muda unaofaa na ambao unahakikishwa. Acha basi tukutanane asubuhi ya kesho.